Mimi nina ushuhuda. Mtoto wangu wa kwanza nilijifungua mwaka 2012. Yule mtoto nilivyojifungua nahisi alizaliwa akiwa na hilo tatizo la nyama za pua. Sema madaktari hawakuweza kugundua. Nakumbuka alivyofika miezi miwili, mtoto alikuwa anashindwa kupumua. Nikampeleka hospitali. Nakumbuka Kinondoni pale Dar es Salaam. Kulikuwa kuna daktari bingwa sana wa watoto. Siwezi nikamtaja jina. Ila daktari bingwa. Nilielekezwa nikaenda. Basi kufika pale akaniambia mtoto ana asthma, na nikaulizwa, je, kwenu kuna mtu ana asthma? Kweli marehemu mamangu alikuwa na asthma na shangazi yake naye alikuwa na hiyo changamoto ya asthma. Basi daktari akaconclude kwamba hii ni asthma ya kurithi. Basi akiwa na miezi miwili mtoto akaandikiwa sindano 5 akachomwa. Basi hali ikakaa vizuri. Tukaenda, alivyofika miezi 7 nakumbuka tena mtoto ile hali ikamrudia. Mtoto anashindwa kupumua, anabanwa na pumzi, halali vizuri. Yani sitaki kukumbuka. Mtoto alikuwa ni anasumbua. Yani kulala, yani alikuwa mtoto halali vizuri. Yani haongezeki uzito. Nakumbuka ni ile miezi 6 tu ya mwanzo ndo mtoto at least alikuwa anaongezeka. Baada ya hapo yani mtoto alikuwa kama karatasi, na vile alikuwa mweupe. Basi ilikuwa terrible. Basi hiyo miezi 7 nikarudi tena pale, kwa sababu ndo kwa daktari akiumwa nilikuwa naenda. Kufika pale daktari kumwangalia akasema, hapana mama, huyu mtoto mpeleke Muhimbili. Ni mtoto wangu wa kwanza. Nilitetemeka. Nikasema, daktari, Muhimbili tena? Akasema, yes, mkimbize Muhimbili, yani haraka iwezekanavyo. Kweli nikatoka pale. Basi kufika Muhimbili bwana, tukapokelewa. Tumepokelewa emergency. Madaktari pale hai. Yani kweli hali ilikuwa mbaya. Mtoto kaekewa oxygen ili aweze kupumua vizuri. Basi nakumbuka tulifika pale Muhimbili kama around saa 2 kasoro usiku. Tulikaa emergency pale mpaka around saa 8 usiku. Ndo mtoto at least akawa anaweza kupumua japo hivyo kwa shida. Tukapelekwa wodini. Lakini mpaka napelekwa wodini nauliza wale manesi, naambia vipi, changamoto nini? Wakaniambia mtoto wako ana asthma, lakini pia imekuja na pneumonia, ndio maana hali unaiona hivi. Basi tukaenda wodini. Wait for part 2. Nakumbuka nilikaa Muhimbili kama siku 5 hivi, kama sio 7. Nikaa pale tukaruhusiwa kurudi nyumbani. Basi mtoto akawa tu anaendelea vizuri. Lakini baada ya hapo kiukweli kilikuwa ni kipindi kigumu sana, kwa sababu nilikuwa nakaa wiki 2 hardly wiki 2 nyumbani, wiki 2 hospitali. Lakini nilikuwa napata changamoto, yani mtoto alikuwa hali yani daktari ni mtoto wa kwanza, unajua ni zile expectations za mtoto wa kwanza, unahangaika unapika. Yani daktari huyu anakuambia simwekee mtoto mkorogo, sijui unamchanganyia ulezi, sijui bre. Yani nilikuwa napika mimi kama mama ntilie. Asubuhi napika uji wa mchele, napika uji wa sembe, napika uji wa dona, natengeneza supu ya samaki, natengeneza supu ya mboga, najaza hapo vichupa, nachemsha maziwa. Narudi jioni na vikuta kama vilivyo. Yani kama angekuwa dada wa kazi peke yake, yani ningegombana naye na sio ningebadilisha dada wa kazi wangapi. Lakini na uzuri marehemu mamangu alikuwepo. Mama ananiambia, mwanao hali, yani mpaka tunambana pua, tunamfanyaje, tunaimba nyimbo zote, mtoto hali, nalia, nafanyaje, nabeba mtoto napeleka hospitali. Mtoto anafika hospitali, basi tumpime allergy.
Mtoto mdogo wa mwaka anaambiwa sijui asile maziwa, asile maini, asile sijui nini. Mpaka siku nikalia mbele ya daktari, naambia daktari, huyu mtoto anakuwa, unasema asinywe maziwa, asile sijui maini, asile sijui ngano, asile, atakula nini mwanangu? Basi nafanya kuhangaika, mara naelekezwa kwa daktari huyu, kwa daktari huyu. Wamama mitaani, mpe nyanya inaleta hamu ya kula, sijui mkorogee ubuyu, sijui. Nimehangaika. Basi mpaka mtoto akaanza shule. Nakumbuka mwaka 2014 ndo kaanza baby class. Lakini ilikuwa wiki 2 shule, wiki 2 nyumbani. Yani madawa, yani sasa hivi nimefanya kuzisahau. Nakumbuka dawa ambazo zilikuwa kimeza zilikuwa zinamsaidia ni Clavam ya gramu 625. Yani ndo at least ulikuwa ukimpa kile kidonge ndo alikuwa anakaa at least wiki 2 bila kurudi hospitali. Lakini kwa kipindi hiko chote mwanangu kiukweli kulala ilikuwa ni tabu, na akilala alikuwa anakoroma, mdomo wazi, yani alikuwa hali chakula, alikuwa lose weight, kilikuwa kimebaki tu kichwa peke yake. Nakumbuka kuna siku usiku kalala, yani mdomo uko wazi ile mpaka yani kama vile mapovu yalikuwa yanamtoka mdomoni, kwa sababu vile alikuwa anahemea mdomo, sasa anakoroma. Yani nilipiga mayowe. Nakumbuka nilikuwa kwa babangu mdogo, mpaka babangu mdogo akaja, nikasema mwanangu amekunywa sumu anakufa. Yani kabisa mapovu yanamtoka mdomoni. Mchana mtoto alikuwa halali, yani nyumba nzima tunaweza tukalala, yeye yuko nje anazunguka. Na ikifika usiku mtoto anapata shida kulala, mtoto hali vizuri, yani kaluzi wete kwa tukabaki kichwa. Alafu hata iko chakula alichokuwa anakula, yani vyakula hivi vigumu vya kutafuna, mfano kama nyama, sijui samaki, alikuwa hawezi. Anatafuna tule mchuzi, alafu anatema. Basi nakumbuka nikahangaika hivyo. Nakumbuka ilikuwa mwaka 2018. Siku hiyo natoka kazini Don Bosco pale, kile specialized clinic ndio kilikuwa kimefunguliwa. Nikapita tu pale siku hiyo, nikasema ile saa kuhangaika, mbona mtoto haponi kifua, anakohoa, yani saa nyingine akikohoa hivi anatema kama maudenda ya bamia yale. Yani mtoto anaweza akakohoa mpaka majirani wanaamka usiku. Vipi mbona mtoto anakohoa namna hiyo? Basi nikapita pale, mkuta dada mmoja hivi daktari. Nikamuelezea, hajamuona mtoto. Nikamuelezea tu kwamba mtoto anaumwa kifua, hapumziki, yani kipumzika wiki 2, anakoroma usiku, mtoto ana lose weight, hawezi kulala vizuri, anapumulia mdomo. Basi daktari kaniambia, hiyo sijamuona mtoto, lakini nahisi itakuwa ni nyama za pua, lakini pia hizi tonsillitis zimekomaa sana. Na kweli, maana kipindiko mtoto akikohoa nikienda hospitali wanasema tonsils. Ukienda hospitali tonsils. Sasa tonsils zinatibiwa wiki 2 zinarudi. Na mtoto yani alikuwa hali vitu vya baridi, sijui nini, madaktari, bakteria, sijui nini. Basi akanambia mlete mtoto. Basi nakumbuka Jumamosi inayofuata nikambeba mtoto kwenda tu kumuona. Akasema ni hizo nyama za pua na hizo chronic tonsillitis. Akanishauri, akanambia madaktari wazuri ni sehemu 3, either Muhimbili, akanambia au Regency au Ekenywa. Lakini akanambia kama una uwezo nenda Ekenywa, kwa sababu Regency watu ni wengi, Muhimbili watu ni wengi sana. Basi namshukuru Mungu, you can imagine, kutoka 2012 nimemzaa mtoto ana hiyo shida mpaka 2018. Nakumbuka it was around kama November hivi December, ndo nikampeleka pale mtoto Ekenywa. Basi kuangaliwa, tunakumbuka alikuwa ni daktari Ima.
akamcheki akaconfirm kwamba hizi ni hiyo shida, tonsillitis zimekomaa na hizo nyama za pua. Basi nikaandikiwa pale vipimo, nikafanya vipimo, wakweli wakaconfirm, wakaniandikia mtoto afanyiwe operation. Kwa mara ya kwanza ilikuwa ngumu, lakini namshukuru yule daktari aisee, aliniongelesha vitu vingi sana na akaniambia nisiwe na wasiwasi. Basi nikakaa, baada ya wiki alikuwa tuna changamoto 2-3 kwa sababu damu ilikuwa ndogo, kwa sababu ulaji wake ulikuwa sio mzuri. Basi akanikazania pale, wakanipa mtu wa lishe, nikaongea naye. Kweli baada ya wiki kurudi, damu ikawa iko sawa na vipimo vingine vikawa viko okay. Akaingia kwenye operation. Nakumbuka that day ilikuwa fanyiwa operation saa 4 asubuhi. Lakini usiku wake kulikuwa kuna operation inafanyika. Ikaisha saa 10 alfajiri. Daktari akasema hapa tukiondoka tutachelewa kurudi, muandae mtoto wako. Sijui ni ule uoga. Yaani nilijikuta najisaidia haja ndogo nikiwa nimekaa hivi kwa kutetemeka uoga. Mtoto aliingizwa theater saa 10 alfajiri, akaja akatolewa saa 5 asubuhi. Hapo nimesali sala zote, nimemuita Mungu, nimemuita marehemu mama, nikamuita marehemu baba. Nashukuru, lakini mtoto alitoka salama. Na nakumbuka tulikuwa hospitali kama siku 4, tukaruhusiwa nyumbani. Wakanipa tu masharti ya kunanili mtoto ili vile vidonda visiingie bakteria, ikiwemo tu kula vitu vya baridi, na muda wote mtoto awe anatafuna kitu ili mate yasikae kooni, kwa sababu mate yanasababisha bakteria. Basi nikaandikiwa after a week nirudi kwa ajili ya kuangalia progress. Nilivyorudi nashukuru madaktari walinisifia, mtoto hakupata infections. Basi akato anaendelea vizuri, nikaandikiwa tena kila baada ya wiki 2, kila nikirudi progress ni nzuri. Nikafanya kila baada ya mwezi, nilifanya kama kwa miezi 6 hivi. Na kila nikienda madaktari wanasema it's a good progress. Basi namshukuru mpaka sasa hivi. Baada ya hapo, I say mwanangu ni anakula. The first time mwanangu aliagiza chapati 2, kikombe cha chai, samaki kibua, alikuwa saizi ya kati. Mpaka nikawa namtania, namwambia baba, unakula vyote hivyo? Anasema yes mom, njaa inaniuma. Akala vyote kamaliza. Nikasema asante Mungu. Nikajua kumbe yale madude ndio alikuwa anamsababishia hivyo vitu vyote. Natoka hapo mtoto ni analala. Yaani mpaka ile unafanya kuamsha, kumtikisa, na analala vizuri, usingizi vizuri, hakuna kukoroma, hakuna kumwaga udenda, yaani hakuna cha chochote. Na hata mchana utashangaa tu mtoto kamaliza kula, sangine hapo kwenye kochi analala. Nikajua tu madude alikuwa anamtesa. Namshukuru Mungu sana. Yaani daktari, mimi ni mzazi lakini pia ni mlezi. I say nimekuwa ni champion mkubwa sana, na nimekuwa nikipigia debe sana Ekenywa, na watu wengi nimekuwa nikiwapa ushuhuda wa hospitali ya Ekenywa kwamba waende. Na nikiona tu mtoto yani simuelewi, huwa nawaambiaga watu kwa kweli, kwa sababu nime experience kipindi kigumu. Alafu kwa mtoto wa kwanza, I say, kwa sababu sisi wa mama au wanawake ndio na expectations kubwa kwa mtoto wa kwanza. Sasa mtoto anapokuwa na changamoto inakuwa ni shida. Mimi tu nikupongeze, yani unachokifanya ni kitu kizuri. Lakini pia nina ushuhuda mwingine, hiyo H pylori. I say umekuwa yani jinsi unavyofundisha kuhusu hiyo H pylori, mtoto wangu wa pili na yenyewe pia ilimkumba. Ilikuwa kila kienda hospitali anapimwa, ananiambia typhoid UTI. Sasa bahati mbaya mimi nafanya kazi nje ya nyumbani. Kwa mara nyingi tu ni weekend ndio huwa narudi. Sikio nimerudi ananiambia mama, bado tumbo linaniuma. Nikambeba kufika tu kwa daktari. Nikamwambia no daktari. Kafanya vipimo vingi, anaambiwa typhoid UTI. Naomba umpime H pylori.
daktari akawa surprised. Anakuambia, are you a nurse? Nikamwambia no. Are you a doctor? No. Lakini namshukuru Mungu kutokana na mafundisho yako. Mimi ni followers wako, japokuwa si comment, lakini huwa nakufuatilia sana kwa hayo unayofundisha. Ubarikiwe sana. Mungu aendelee kukutunza kwa ajili yetu sisi. Na I can recommend, I say, wamama, sisi, wadada, wazazi, walezi na hata wababa, kiukweli wafuatilie hiki unachokifundisha. Yani changamoto sasa hivi za afya ziko nyingi sana, japo ni ngumu kufuatilia, lakini once unapojua kitu, mimi nasemaga unapohisi au kujua kitu, yani ni tayari ushapiga hatua ya kufumbua hilo tatizo. Congratulations, Mungu aendelee kukubariki, akuweke kwa ajili yetu.